Nilivyosema hii taarifa tunayo muda na tumeshafanya consultation nyingi na watu ambao sitaeleza vizuri hapa mikakati ambayo ipo, lakini kuna vitu fulani, kuna mitego fulani tumetegesha na tunawaangalia tu, tunasubiri waje, lakini tu labda naweza tu nikasema kwa kifupi kwamba wakumbuke kwamba walifanya kosa ya kutaka kuniteka jijini Nairobi. Kwa hiyo kama hawajui, ile tayari sisi kwetu ni silaha ambayo tutaitumia kwa kikamilifu sana, na ina maana kwamba kuna kesi pia hapo ambayo wakimove wanavotaka kumove na sisi tuna move zetu. Hivyo tu, kwa hiyo wakae kwa kutulia. Mimi ninarudia tena, nimeshawashauri hili swala waachane nalo, waanze sasa hivi kuangalia ni namna gani kila mtu hapo alipo atakavyojaribu kujitenga na uovu ambao unaendelea, na asionekane kwamba alikuwa ni enabler. Yani alikuwa ni mtu ambaye ilikuwa sio tu anatekeleza, lakini pia alikuwa anasaidia ili jambo kulifanikisha la kuua maelfu ya Watanzania. Kwa hiyo ni hivyo tu kwa kifupi. Shukrani sana Sister Maria. Nafikiri aliyeuliza swali nafikiri amejibiwa vizuri. Brother Sativa, karibu. Asante. Mimi nina maswali mawili nimeulizwa hapa, nimeandika. La kwanza ni mpango wa kupromote mabango, lakini la pili ni post yangu kuhusu bunge la Umoja wa Ulaya. Swali la kwanza, mpango wa kupromote mabango, kwanza kulingana na nature ya maandamano yetu, saizi target kubwa ni kuhamasisha watu wawe na mabango. Hiyo ndo target kubwa. Na kwa nature ilivyo ya Watanzania, mimi ninavyojua, na yani kwa akili yangu ya kupromote kitu ilivyo, niliplan nianze promotion za mabango fungu la 10 la mwisho. Kama mtakumbuka maandamano ya Moi 29, wale wanaofuatilia page zangu za Instagram, tulipoingia fungu la 10, tulipoanza kuhesabu ile zimbaki countdown ya siku 10, ilikuwa na posti mawe kwa mawe mengi sana, na nadhani ile ilikuwa ni plan kwamba Watanzania ni watu wa kusahau, na ni binadamu wote ni watu wa kusahau. Tunapokaribia karibu na tukio, ndo inabidi mambo yale ya msingi yapewe sana kipaumbele. Kwa hata ile la mabango nililiweka kwenye kategori hiyo. Leo tunahesabu zimbaki siku 13. Pigia simu. Na nadhani nyote mmeweza kupata record ya simu. Nyote mmeweza kupata record ya simu, na kama haingekuwa mjepata, tunaweza kusema hapo ukaplay, ama tukaona watu nyingine akapata kusikia vipi inafanya. Kuhusu NATO kwa ufupi tu, kikawaida NATO haiwezi kukuja kwa nchi yetu kijeshi, kwa sababu ni nchi ambayo iko na jeshi na iko na mamlaka kikawaida. So NATO kama NATO, hata kama tutakuwa tunawaambia hawawezi kimamlaka kabisa, hawawezi kuleta jeshi ndani ya nchi ambayo iko huru. Alafu pia NATO inapeleka jeshi yake kwa kuna kitu inaitwa Alliance of Members Countries. Yani maana yake NATO inaweza ikapeleka jeshi yake kwa zile manchi ambayo imejiunga kwa NATO. Kwa mfano, ikikuwa kuna nchi 5 inaitwa XYZ, hii yote ni wajumbe ya NATO. So kwa hizi nchi ndo NATO inaweza ikapeleka jeshi yake. Sisi watu ya Tanzania hasio member, sio wajumbe ya NATO. Kwa hiyo kupeleka barua ya kawaida alafu tukakuwa tunatarajia majeshi ije, hiyo jambo haiwezekani. Lakini leo tupo na email juu ya zile emails tuliyopeleka kwa sababu ya maandamano. Wametujibu kwamba juu ya ile usimamizi tunaomba tupatie, kuna shirika imetujibu kwamba
wapo tayari tukue tunakwenda kuandamana kwa ofisi yao, kwa sababu anasema baada ya kupata ile barua wakakuwa wanawasiliana na mamlaka ya Tanzania juu ya kuwapatia ulinzi, na mamlaka ya Tanzania ikasema kwamba hapa hakuna shida, watakuwa na ulinzi peke zao. Sasa UN imenambia hivi kwamba tuwatajie siku gani hasa ya maandamano, tutoke tuende kwa ofisi yao nje Dar es Salaam. Peke zao watakuwepo, watatuhoji nini tunaandamana, nini tunataka dunia isikie, kwa sababu hawataruhusiwa kuja kucover kucover habari, kama kuitangazia habari, kuja kutufata kwa mitaa, kuja kututangazia ile habari. Kwa hiyo kabla sijafika kwa hii point ya pili, ninaomba kikao ya leo tutaje tarehe rasmi na muda rasmi. Tutawajibu hawa wajamaa wa UN kwamba tarehe fulani baada ya maandamano yetu tunaenda kwa ofisi zao, na watu tukifika pale hatuondoki, na hakuna polisi hata moja. Naomba kuhakikishia ndugu yangu kwamba hii maandamano ambayo tumepanga, hakuna mamlaka ambaye itaweza kuweka kwa mkono yake kwa mtu ambaye anaandamana, kwa sababu tu ya hizi matayarisho za kimataifa ambayo tumezifanya. Hii itakuwa ni taarifa muhimu na ya haraka. Ninaomba tuitoe kupata tarehe gani, ikiwa tunaanza 9 kama ya 10 tunaenda hapo, alafu ndio tunakwenda Maikulu, tunaenda kwa ofisi ya UN na flyers, mabango yetu na message yetu, na watatoka maofisa zao ndani ya ofisi yao, watakuja kutuhoji, mnasemaje, mnataka nini na mnataka nini dunia isikie. Hiyo bwana, turekodi maelezo yetu, yatakuwa watawayaweka kwa website yao ya UN ya dunia nzima, kwa sababu wamezuiliwa kuja kufanya cover kwa mitaa. Kwa hiyo wametutaka tuwafate na watafungua milango kutusikia. Washatoa confirmation. Hii ni taarifa nzuri na tutawapigia makofi majamaa wa UN kwa sababu wako tayari, twende ofisi yao. Sasa kile mimi nafanya, nitakuwapeni address na namba ya simu. Tukitoka moja kwa moja, tukue watu wengi, tunaanzia hapo, tutaandamana hapo, tutaimba hapo, watatoka maofisa halali wanafanya kazi hapo kuhoji kwamba okay, mmekuja kwa ofisi yetu, nini mnasema. Watu wa frontline watasema, na kwa vile atakuwa na rekodi, watu wengine watakuwa na mabango zao bila ya kusema imebeba ile message. Ndugu yangu, kabla ya siku 5 ya maandamano, tumesema kwamba tutatoa seminar kubwa sana juu ya hii maandamano ya kuparalyze serikali, vipi tutaioperate nchi nzima. Hiyo seminar itakuwa ni seminar nzito sana kwa mtu kama Bwana Mafwele kuifikiria jinsi gani anaweza kuiharibu. Sitaki kuamini kama atakuwa na uwezo mkubwa sana wa kuweza kujua hiyo mashambulizi atapambana nayo vipi. Sitaki kuamini kama ako na nguvu hiyo ya kiakili. Tunaenda ofisa UN mapema sana na watatusubiria pale. Tukifika kwa kuimba na watu nyingine, tutakuwa tunalia pale kwa nje, na tutaomba wawe peke zao wanatusikiliza nini ambayo tunasema. Lakini kabla sijakuwa naendelea, kwa sababu sitaki kuja kushushwa, kwa mujibu ya takwimu ya dunia, Tanzania tuko na watu 1.7 mpaka 2 ambayo iko na HIV. Ninaomba kutoa wito yangu kwa ndugu zetu, wapenzi yetu tunawapenda ambayo yanaumwa na HIV. Waje kwa maandamano ya amani yasiokuwa na kikomo, hasa hii siku ambayo tayari tumefunguliwa milango na UN, kwa sababu kuna kitu inaitwa UNAIDS. Hii UNAIDS ni tawi ambayo iko kwa UN, na hawa majamaa wa UNAIDS ndo majamaa ambayo wanasupport ndugu zetu na familia zetu waweze kupata hii madawa na waweze kuishi maisha ya furaha. Na wahakikishia ndugu yangu kwamba
ulikuwa mko na HIV, mkitaka kuruhusu Samia Suluhu Hassan aendelee kubakia kwa power, kuna hatari tukaharibu mambo nyingi sana na sote tukaja tukateseka, na hatutaki hiyo jambo itokee. Ninakuwa nasisitiza, tuko na ndugu yetu na familia yetu milioni 1.7 mpaka milioni 2 kwa mujibu ya taarifa ya UNAIDS, ambayo ndani ya Tanzania ni ndugu yetu ambayo wamepata maambukizi hizi za ukimwi, na UNAIDS inawatunza, na sisi kaka zao tunawapenda na tuko nayo pamoja kwa sababu ni familia yetu. Tunataka mkuwepo na sisi kwa maandamano, kwa sababu hii maandamano sio maandamano ya chama yeyote ile ya siasa. Hii ni maandamano ambayo tunataka tuandamane, tubadilishe mfumo yote ya nchi, angalau tu kwa ndugu yetu ambaye ako na maradhi, serikali tunawaweza kuwafidia hela angalau kwa wiki ya kupata chakula bora na ya afya. Na haya yote ili ya kuwa yanawezekana, ni lazima hizi majambazi tuzitoe. Hii siku ambayo tutakuwa tunakubaliana maandamano yetu, tunaenda kwa ofisi ya UN Tanzania, ninawataka waathirika ya ukimwi tukue na sisi, ambayo tunatumia madawa. Na mutakuwa munapewa nini na nafasi ya kuongea, mkuwe munasema hofu yenu kwamba hii CCM na huyu mumama hajachaguliwa kwa mujibu wa sheria na raia wengi na wapinga. Sisi kama waathirika tuna hofu ya machafuko ambayo ikiwa ikitokezea hiyo tutashindwa kutunzwa afya yetu. Kwa hiyo tunataka Umoja wa Mataifa ingilie kati kumsukuma huyu mumama aachie government ili kwa sababu tu nchi yetu ikiwe na amani. Lakini pia kwa mujibu ya takwimu ya UNAIDS, tupo na watu ambayo milioni 2,928,000 kwa nchi yetu ya Tanzania, ambayo iko na maradhi inaitwa diabetes, kama nadhani kisukari, kutoka age ya miaka 20 mpaka age ya miaka 79. Ninaomba ndugu yangu kwamba wewe peke zako unajua uko na Mwenyezi Mungu amekupa mtihani ya kupata diabetes, sukari, uje kwa maandamano haya, kwa sababu maandamano haya ya amani yasikuwa na kikomo ni maandamano pekee ambayo tutaweza kukuhakikishia usalama yako ya kupewa matiba bora na maisha bora na matibabu bora ile ambayo wewe peke zako unastahili kupewa. Lakini kama peke zake hiyo haitoshi, kwa mujibu ya UNAIDS tuko na wagonjwa kwa nchi yetu Tanzania 44,931 ambayo imesajiliwa ipo na cancer. Ninaomba wagonjwa zetu ya cancer mkuwepo na sisi siku ya maandamano, kwa sababu hii maandamano itakuwa ya aina ambayo serikali ya Tanzania na Afrika Mashariki yake kwa ujumla haijawahi kushuhudia. Kama bado haitoshi, tuko na wagonjwa zetu 100,000 kwa mujibu ya UN wako na TB. Tunaomba ndugu zetu ukuwe na sisi, hata kama mnaweza kuja na madawa zenu na ventilation, kile kitu yoyote inaweza kuja nayo. Hatutaondoka kwa ofisi ya UN mpaka pale tuone habari yetu wanatuhoji, na wamenihakikishia ile kwamba wakiwa wanatuhoji watachukua maelezo yetu, wataweka kwa dunia ione, na wataifikisha kwa serikali ya Tanzania kwamba raia zako imekuja kwa ofisi yetu kuandamana na wametupa ujumbe hii. Lakini ndugu yangu, naomba kuambia wazazi ambayo ni mama zetu na madada yetu na mababa zetu, hii maandamano ni muhimu sana kwa ajili ya kubadilisha nchi yetu, kwa sababu kati ya milioni 3.6 mpaka milioni 3.8 ya mandugu zetu na wapendwa yetu wanapata kitu inaitwa malaria Tanzania. Malaria ambayo inawafanya wanashinda kusoma na inawatia hasara mafamilia. Wanatoa support ya matibabu ni UN. Twende hapa tukakae, mkaonesha hofu yenu na kutokuwa na imani na Samia Suluhu Hassan, na kuisukuma dunia imwambie kwamba unatakiwa ukuwe unaachia mamlaka, si kwa sababu tu ya watu wa kawaida, lakini hata wagonjwa zimekuja hapa, wagonjwa ambazo sisi UN tunalipia matibabu zao.
wamekuja kulia hapa kwa maandamano ya pamoja kabisa, wanataka hawakuwa na hawapo na imani na wewe kwa sababu haujashinda kikatiba, na matakwa yao ni kwamba wanakutaka wewe pamoja na IGP Kamala Swambura, CDF Jacob John Mukunda pamoja na DGIS mkurugenzi wa usalama taifa muachie mamlaka kwa haraka vile inawezekana, si kwa sababu tu ya usalama ya raia wa kawaida, hata hizi wagonjwa ambayo tunawalipa matibabu yao sisi watu ya UN. Kwa kushitua